angalau mwenye roho hajui kesho yake. Nahisi upweke, ila kusema nashindwa. Moyoni teke teke, ila ulimi unapinga. Ukinitizama uhisi kitu, hivi ni kweli? Nitakupigia ukinibipu, fanya usifeli. Ukinitazama kwa makini, unagundua nini wewe? Moyo unalalama chini chini, unachelewa nini wewe? Mimi kama ni dawa ya mwilini, basi umwao upewe. Vyote vilivyofichwa kwangu mimi, kama ni pombe ulewe. Nitazame, hebu nitazame, tena nitazame, niambie unaona nini? Nitazame, hebu nitazame, tena nitazame, niambie unaona nini? Umesahau simu yako. Nahisi upweke, ila kusema nashindwa. Moyoni teke teke, ila ulimi unapinga. Ukinitizama uhisi kitu, hivi ni kweli? Nitakupigia ukinibipu, fanya usifeli. Mahari ni pazuri, ndugu wanapokea, wakipatana vema na wakipendana, wakipata karibu. Asante. Karibu. Asante. Naona sauti nzuri sana. Unajua kuimba? Kidogo. Karibu. Asante. Karibu ndani. Ndani? Hapana, inatosha hapa. Inatosha. Nilipokuwa nakuja, nimekusikia ukiwa unaimba vizuri. Sema, sikumbe unajua kuimba kiasi hicho? Sasa unajua nini? Hizo ndo zile sauti za kumtoa nyoka pangoni.
Ni nyimbo za kitabuni. Kanisani kwetu tunaimba nyimbo za kitabuni, mwimbieni Bwana. Kwa hiyo tunaimba. Sasa nikikuwa ninafanya, unajua umenikuta nafanya usafi hapa. Kwa hiyo ukifanya usafi unaimba. Mshukuru Mungu. Kwa hivyo ndio maisha. Sawa. Karibu. Asante Nia. Dhumuni la mimi kuja hapa leo ni moja tu. Jana nilikujibu majibu mabaya sana, kiasi kwamba nikajisikia vibaya. Na mimi kwa sababu ni binadamu mwenye utu na wazazi wangu hawajanilea ni waumize watu wengine, nikasema hapana, ni vyema nikakutafuta nikuombe radhi. Nia, naomba unisamehe. Mbona mimi alishaisha tangu jana ile? Shakusamehe. Wala sikuliweka moyoni, na huwa sina tabia ya kumweka mtu moyoni. Nishakusamehe na alishaisha. Wala usijifikirie vibaya, usione kama mimi niliumia, hapana. Kuwa na amani ya moyo, wala usijali, mimi nishakusamehe tangu jana. Kuwa na amani kabisa. Sawa? Vizuri. Asante. Lakini usione ile jana mimi nilikuwa nakuuliza maswali mengi vile. Nilikuwa nakuuliza vile ni kwa sababu usinichukulie vibaya, lakini wala usinikote vibaya. Mimi ni mwanamke. Niko hapa unapopaona hapa, naishi mwenyewe. Lakini kitu kimoja kwamba mimi tangu nilipokuja pale usini kwenu, mkanihudumia vizuri. Nilipokuja jana pale kwako, kanikaribisha vizuri. Wewe ni kijana mtanashati, mkarimu, handsome boy. Nikaona sasa nilikuwa natafuta mtu wa kufanya naye maisha, kuwa naye kwenye maisha, ambaye atakuwa baba watoto wangu. Kweli nikakuona wewe ni kijana mtanashati, mkarimu, una lugha nzuri. Nikavutiwa kuwa na wewe, tujenge maisha, tukawa na familia. Nikahisi kwamba tutakuwa na familia iliyo bora, na ndio maana nilikuuliza maswali mengi vile. Kiukweli moyo wangu umekupenda. Lakini sio kwamba nimekwambia unijibu leo. Mimi nimeongea tu, na usinielewe kama mwanamke muhuni au mwanamke wale vibaka tu. Kusema hivi nimesema tu hisia za moyo wangu, lakini sio kwamba mimi mwanamke muhuni, hapana. Mimi nimetulia, na kama mnavyoniona hapa nimetulia. Kwa hiyo kama utojali, muda wote ukipata nafasi utanijibu, ila ujue kwamba na huko uendako katafakari vizuri kwamba mimi nimekupenda wewe na moyo wangu umekuelewa na kukupenda wewe, nataka tujenge familia. Nia. Sawa. Yaani nashukuru. Na nadhani pia nachelewa. Nikutakia siku njema. Okay. Asante. Yeah, bye. Wewe vipi? Samahani bosi. Nimekuta umelala.
Na mdogo na kutambaa. Stalumu shamtoa. Toka. Toka nje. Hii nini? Si nilishakukataza habari za wanawake nyumbani kwangu? Sio ni mwanamke, ni mtoto blaza. Vipi? Huyu ni mtoto mwenzangu huyo. Au unanionaje mimi? Mimi naweza kawa na wanawake. Mimi lika langu sio la kuwa na wanawake, mimi lika langu ni la kuwa na watoto kama hivi. Naona sasa umeanza kunipanda kichwani. Mimi kukuthamini kama mdogo wangu sasa umeanza kunivunjia adabu. Au mtoto gani? Wewe unaona mtoto gani? Eti wewe ni mtoto? Mtoto. Pita. Pita hapa. Dharau zimezidi sio? Unaamua kuleta mwanamke nyumbani kwangu. Blaza, mimi sio mwanamke. Sasa blaza, kwani shida nini tunachogombania hapa? Kwa nimeshakuelekeza huyu ni mtoto mwenzangu. Nimetoka naye ndani kucheza. Tumetoka kucheza ndani huko. Kwa ni shida nini kucheza? Alafu serikali imeruhusu. Watoto wanatakiwa tucheze ili tupate afya. Sasa mimi nikiacha kucheza naye mimi nitapata afya gani? Nataka tu niendelee kukonda. Mimi nacheza naye mtoto mwenzangu huyu. Sikuwahi kucheza uwanja wa mpira huo. Nakuuliza uwanja wa mpira huo? Afu sikia. Nimekuonyesha upendo. Umeukataa. Kilichobaki. Angalia huku. Sawa. Takuja nikukate makofi siku moja. Rudia siku nyingine uone. Atajulikana mtoto ni nani na kaka ni nani. Shuba mate. Baridi. Wasisteli tile. Unajua ule blaza wako ile kikoti analeta zeshen anazingua kinoma yani. Kafani tena. Mimi juzi si nilimuita pale maskani pale, alikuwa anatoka anaingia zake sijui mitaani. Nikamsimamisha nikampa kodi, nikamwelekeza kuna mguu kati hapo nataka unizingatie, afu mimi sielewi. Kaanza kuleta nenda kachukue, mimi sielewi. Nikamwambia blaza unazingua, mimi nitakuja kuuza nyumba hapo nione mimi mbaya ujue. Afu hela zako hazijulikanagi zinapoenda yani. Ushaanza kuniongelesha maneno ya kiuni. Kwanza mguu wenyewe ndo nini? Kiatu. Kama ukiona kiatu mtaani, unaenda kumomba kakako hela. Lakini kakangu sasa kuelekeza mara nyingi utafute kazi upate hela na wewe ujinunulie mahitaji vidogo vidogo kama hivyo. Utamtegemea yeye miaka gani? Sister wewe mwenyewe zeshen au sio? Mbona kama hivyo naanza kuleteana sasa misongo mbingo? Mimi nishakuelekeza mimi siwezi kufanya kazi, afu mimi bado mtoto unielewi. Mimi bado mtoto, utakuja kufungwa na serikali bado unanifanyisha mimi kazi. Una utoto gani hivyo ulivyo? Kwa unashindwa kufanya kazi, unategemea eti wewe ni mtoto, umtegemea tu kaka yako. Afu mimi ninachoamini watoto wadogo wako shule wote. Wewe haupo shule, upo mtaani, afu unajiita mtoto. Ungekuwa shule tungekuwa tunakupa mahitaji, lakini huko mtaani tafuta kazi, pata hela, hivyo vimahitaji vya mguu sijui kiatu, ungekuwa umeshavisolve mwenyewe. Kwani mchongo anafanya nini huko ndani? Mbona kama hivyo? Mpe kodi mwelekeze, mwambie Ido ana shida na teni huko ndani huko. Nipite zangu hivi.
Afisteli utakuja kuleta session ndani kwa siku tunapoelekezaga. Habari. Fresh kama kawa mchongo. Poa. Hizi hapo hizo. Maelekezo wapi? Mchongo 10 ili. Sisteli 10 ili. Mbona kama hivyo? Mchongo mwanangu we faida mwanangu. Nisikufichi 100 mimi nakuzika. Yaani wasilete washamba wote wakaleta jao mwambie mimi na mwanangu anaitwa Pido. Mimi mwanangu anaitwa Pido atanizika. Si unajua zile. Dakika za mwisho wa sisteli usimletee session mchongo. Huu mtu wa maana huu. Huu mtu wa kodi unajua hizo. Ukimletea session mimi ndakuletea pila hapa. So ule boy yule ameshindwa kunipa mazingira afu ajui kama mimi ni mtoto. Mimi ngoja nicheze mwanangu. Amenifurahisha kinoma yani. Pido msela, Pido mapenzi, sema watajua uko mtaani. Si unajua zile sisteli. Hizi hapo hizo. Heshima, amani tele 3-2 hizo. Hivi Elki, aliyekwambia umpe hela mdogo wangu ni nani? Kwa hiyo nilivyompa Pido pesa hiyo imekuuma sana. Kwanza, mbona kama unajipendekeza sana kwenye familia yetu? Umempa hela nani, inahusiana vipi? Mimi nimempa Pido pesa kama mdogo wangu. Alafu isitoshe Kikoti ni brazo wangu. Sasa utajua wewe kuhusianisha kwamba hiyo ni familia yangu au la. Hivi umeona mimi sina uwezo wa kumpa hela mdogo wangu? Nimefanya vile ili na yeye ajifunze kujitafutia mwenyewe. Sasa unadhani pale atajifunza nini? Atakuwa mtu wa kutegemea watu kila siku? Nimekuachia pesa ya matumizi na kazi za kufanya. Wewe una shida gani? Wewe una nini kichwani kinakusumbua? Alafu Edem vipi? Sishaambia utakiwe. Hivi wanawake mna shida gani? Wajipendekeza. Ushaambia utakiwi. Eric,